la Torati sura 12 na mstari wa 5 hadi wa 9. Nipate wasomaji. Tunataka na wenzetu wasikie. Tunaenda hewani. Soma kama karibu. Neno la Mungu linasema. Naam. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu. Lakini mahali atakapopachagua Bwana Mungu wenu katika kabila zenu zote. Katika kabila zenu zote. Apaweke jina lake maana ni makao yake. Apaweke jina lake maana ni makao yake. Elekezeni nyuso zenu hapo. Elekezeni nyuso zenu hapo alipopachagua Bwana. Nawe uende huko. Ndio. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa. Pelekeni huko sadaka zenu za kuteketeza. Na zabihu zenu. Na zaka zenu. Na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu. Na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu. Nenda mstari wa 13 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema. Ndio. Ujihadhari na usitoe sadaka zako za kuteketezwa katika kila mahali upaonapo. Ujihadhari na usitoe sadaka zako za kuteketeza kila mahali upaonapo. Ndio. Bali katika mahali atakapopachagua Bwana katika kabila zako mojawapo. Bali katika mahali atakapopachagua Bwana mmoja wapo ya mahali hapo ukatoe huko. Asante. Asante. Na kwa muda wako utasoma sura ya 14 mstari wa 22. Kitabu hicho hicho Kumbukumbu la Torati. Sawa? Sura ya 14 mstari wa 22. Nataka niongee kidogo madhabahu ili uweze kuelewa maisha yote yako hapo. Usipitwe na hii. Mungu anawapa maelekezo wana wa Israeli. Anasema kuna mahali atapachagua Bwana, akishapachagua ataliweka jina lake. Akishaweka jina lake hapo mahali, elekezeni nyuso zenu hapo. Mkisha elekeza nyuso zenu, pelekeni matoleo yenu hapo alipochagua Bwana kuwa ni mahali pake, ndipo jina lake ameliweka hapo. Toeni sadaka zenu, pelekeni dhabihu zenu, pelekeni mafungu yenu ya 10, lakini ujihadhari. Mstari wa 13. Ujihadhari, usitoe kila mahali upaonapo. Ujihadhari, usitoe sadaka zako, dhabihu zako, mafungu ya 10 yako kila mahali upaonapo. Mstari wa 13 na 14. Mungu anatoa tahadhari. Sasa nini kinachotokea katika ulimwengu huu? Fuatana na mimi katika somo hili utaweza kuona, na kupeleka hii ni part 1 na kupeleka part 2, ikiwezekana nitakupeleka part 3. Alafu pate ile the whole message, ujumbe kamili wa maisha ya mtu yako hapo. Kilio chochote, mateso yoyote, fadhaa zozote unazozisikia duniani zinatokana na madhabahu. Bila madhabahu hakuna fadhaa. Bila madhabahu hakuna utendaji. Bila madhabahu hakuna shetani. Bila madhabahu hakuna mizimu. Bila madhabahu hakuna Mungu. Naongea nguvu ya madhabahu. Amen. Uumbaji wa Mungu. Ukiona Mungu anashughulika na mtu, kuna mahala ameweka extension yake. Kuanzia mahala hapo ndio nguvu zinaanzia hapo, zinasambaa. Ukiona shetani anatesa watu, kuna mahala ameweka base yake. Kuanzia hapo anatuma nguvu yake inakwenda kuathiri watu. Amen. Naongea nguvu ya madhabahu. Sasa madhabahu ni nini kwa wale ambao hawakwepo? Nasema madhabahu ni mahala popote panapopitisha nguvu za kiroho na kumfikia mtu. Hapo mahala panaitwa madhabahu. Madhabahu ni sehemu yoyote
iliyochaguliwa. Hapa ndipo kitakuwa ni kitovu cha kuzalishia mamlaka ya kiroho ya kuwakamatia watu. Itazalishia mamlaka ya kiroho ya kuwainua watu. Hapo mahala palipochaguliwa aidha na Mungu au na mganga au na mchawi au na familia, walipopachagua kwa ajili ya kunuiza, kufanya maagano, kufanya nguvu za miungu au kutuma mamlaka ya Mungu, palipochaguliwa, hapo mahala panaitwa madhabahu. Fuatana na mimi. Amen. Bwana asifiwe. Madhabahu ni mahala popote palipoteuliwa kwa ajili ya kuweza kuzalishia nguvu ya kiroho ili iende kwa ajili ya matumizi ya mwanadamu. Hiyo nguvu ya kiroho inaweza ikawa nguvu ya Mungu au nguvu ya shetani, lakini inatoka wapi? Inatoka mahala palipoteuliwa, palipowekwa wakfu, palipokuwa, Waingereza wanasema dedicated, pamewekwa wakfu kwa ajili ya utumishi aidha wa Mungu au wa kipepo. Hapo mahala panapitisha nguvu ya kiroho kwa ajili ya matumizi ya mtu. Amen. Bwana asifiwe. Tunaenda vizuri? Haleluya. Sasa hatima ya mtu imebebwa na aina ya madhabahu anayoitumikia. Hatima ya wewe na mimi inaamliwa na aina ya madhabahu wewe unayetumikia.